limegonga kama radi. Moyo umepasuka. Hapa geti. Shule ya babako, si ndio? Shule ya babako hii. Naomba sogea. Naomba usogee. Hawa bwana kuja saa 12 asubuhi, wengine saa 11. Wajinga. Wewe mteja ndio kuja saa 4. Si ndio? Lakini mbona mnakuwa mnakosa nidhamu, Shika. Mbona kwa salamu? Kwa sababu leo umenikwaza na sio leo tu. Toka siku nyingi. Leo nakupata sawa. Ole wake nione vitu wala mtu yoyote ambaye anataka kunisaidia Pasco kazi. Ndio sababu mimi adhabu nimempa yeye. Makosa kufanya. Sitaki kuona mtu yoyote. Sitaki kuona mtu yeyote. Anaenda kumsaidia Pasco. Ama zake ama zao. Tutakorofishana. Sasa hivi naomba nifuate ofisini. Nenda kwa kifani kwa ofisini ni kuonyesha eneo la kufanya usafi. Naombeni sana. Pasco. Priska. Umejia nini tena huko? Hujui kama ni hatari kuja huko? Hamna baya, mimi nimekuja hapa kukusaidia. Hamna, ni hatari kwako Priska. Kwani mimi si nimekuja kukusaidia? Naomba leke nikusaidie. Chukua jembe. Mimi nilikuwa naomba leke. Sasa huoni kama ni hatari kwako? Hapana, alafu nimekuja huku kwa sababu nilikuwa na maongezi na wewe. Maongezi gani hayo? Samahani kama nitakuwa nimekuuzi. Utanisamehe. Hujaniuzi mimi ila ni hatari kwako Priska. Yaani nimemaanisha hivi. Samahani kama nitakuwa maswali yangu yatakuwa yamekuuzi, ndio maana nitakuuliza unisamehe. Sorry lakini. Hivi kwa nini wewe unachelewa darasani? Kila siku unachelewa shule kwani? Priska. Ni story ndefu lakini kwa kuwa umehitaji nikwambie, ngoja nikwambie. Kifupi Priska, mimi sina baba. Naishi na mama yangu tu nyumbani. Na mama yako? Baba yako yuko? Kila ninapohitaji kumwambia mama kuhusu baba, mama waga anakuwa mkali sana. Kwa hiyo mimi sina baba wala simfahamu. Labda huaga unamuuliza haupo serious. Siku moja yani uje ukae, yani ukae naye vizuri, uongee naye vizuri, umuuliza mama babangu yuko wapi, anaweza akakwambia. Nakwambia kila ninapoanza kumpa story za kuhusu baba anakuwa mkali. Kifupi tu ni hivyo. Lakini maisha nayoishi mimi na mama yangu ni maisha magumu sana. Na waga kinachonifanya nichelewe, waga na biashara kila siku asubuhi waga natengeneza mandazi. Pasco, sasa kwa nini ile asubuhi unakuja shule alafu baadaye ndo unaenda kutembeza mandazi? Muda wa kuja shule unatakiwa uje shule. Sawa, kwani unafurahi kuja hapo umechelewa asubuhi, unapigwa. Muda kama hivyo unashindwa kusoma, unaambiwa uje ufanye adhabu. Kwa nini sasa? Kuna wateja wangu asubuhi. Ina maana mandazi yanatumika kwenye chai. Basi tuachane nayo, tufanye kazi.
lakini nitakusaidia sijali. Haya, asante. Nini shida? Kwa muda wote ulikuwa wapi? Baba nina ubuyu baba. Yaani na bonge moja la ubuyu sio poa ndugu yangu. Kabisa. Ila ni chapo. Ndugu yangu. Unajua nasema mmoja unajua. Nini tena? Kumbe ndo maana Priska anakuzingua mshikaji wangu. Nilikuwa natoka zangu latini wangu nafika pale kati nini na check ground. Alafu nilipofika pale mwangu namuona mtoto mmoja Priska yupo na Pascal wangu. Unasemaje? Walikuwa wanacheza nachi pale. Sasa kwa masiala mengi. Alafu mwanangu, Ansi, naomba nikuulize kitu ndugu yangu. Mimi wanataniana na wewe? Nisikilize kwanza nikwambie. Mimi masiala kwa mtoto mzuri kama yule pale. Yule pale ndio moyo wangu. Alafu ukitaka kucheza na mimi. Yaani ukitaka kucheza na mimi, anzia kwa yule pale mtoto. Yaani tutachana na hizo stories za masiala ya huko. Yaani fanya mambo mengine usinitania kuhusu Priska. Una panic nini ndugu yangu? Hebu tulia. Mimi nahisi huyu kijana anijui vizuri. Udogo anataka kucheza na moyo wangu. Udogo anifahamu anifahamu ajue akili yangu ilipo. Sasa mimi nataka nikufanyie kitu mbaya. Nataka nikufanyie kitu mbaya mpaka mwenyewe ushangae. Kwa huyu hapa dogo anataka kucheza na moyo wangu. Samahani blaza, sijui na shida gani. Sikiliza dogo. Sawa. Nataka nikujuze kitu kidogo. Dogo chako ulioingia sio. Ukaribu wako wewe na Priska siutaki. Sijui kama unanielewa. Ukiendelea hivyo utakufanya kitu kibaya. Basi mbona sikuelewi? Sikiliza. Iko hivi. Mahusiano yako ya karibu wewe na Priska siyataki, na ukiendelea nitakufanya kitu kibaya. Pascal, kuwa makini. Njia uliopo sio sahihi, itakukosti. Umezidiwa? Umezidiwa? Yaani ndio unajisikia vibaya. Usilishaenda.
Hamna, bado hata sijaenda. Yaani nenda kupima kaangalia nasumbua nini. Mama pole. Mmetoka sokoni? Nataka kuemea. Unajua ni hapa mjini ndugu yangu. Haya baba. Mama. Mama. Mbona umelala nje mamangu? Hali yangu imebadilika, nimezidiwa mwanangu. Umezidiwa? Nimezidiwa mno mwanangu. Sasa pole sana mamangu. Ngoja nifanye mpango kupeleka hospitali. Jitahidi mwanangu. Ndugu karibu na mgonjwa. Mimi. Samahani, wengine naomba mtoke nje. Mgonjwa anaitwa nani? Anaitwa Jennifer. Jennifer nani? Jennifer Matias. Jennifer Matias. Ndio. Kabila gani? Mchaga. Unaishi wapi? Uyo. Wewe unaitwa nani? Pasco. Pasco nani? Pasco James. Taja namba yako simu. 07 62 51 12 21. Sasa hivi daktari anakuja. Kweli imegonga kama radi, moyo umepasuka vipande viwili. Mgonjwa wako yuko serious. Figo yake moja imefeli. Unauza shilingi ngapi? Nauza 500 hapo simu. 500. Hii simu. Simu yangu kabisa hapo. 500. Stop. Kwa nini Pasco afikishwe? Pasco ana matatizo. Ana matatizo? Matatizo gani? Mamake mgonjwa. Kulikuwa na kijana anaitwa Pasco, alikuwa na ndoto, moyo wake mpole, akamwona binti mzuri aitwaye Priscilla. Mapenzi yakachipua bila hata wasiwasi, walicheka pamoja, wakashikana mikono,
ahadi za kesho wakazipanga mioyoni. Hakujua kabisa siri iliyojificha ndani ya damu yao, historia huzuni. Mama aliondoka zamani na siri nzito, baba kabaki na mtoto mwingi.